sio kila kuumia maishani mwako kunasababishwa na shetani. Kuna kuumia kwingine katika maisha yako kunasababishwa tu na watu unaoshirikiana nao. Ukishirikiana na watu wenye hekima ambao wanajua kutumia maarifa kwa namna sahihi kwa ajili ya kuzalisha matokeo, wewe mwenyewe utakuwa ni mwenye hekima. Pamoja na kwamba Biblia inasema aliyepungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu naye atampa, lakini kuna hekima nyingine unaipata tu kwa kushirikiana na watu wenye hekima. Na kuna maumivu mengine unayo kwa sababu ya wapumbavu unaoshirikiana nao. Sio mimi nasema, Biblia inasema. Hasa unapoomba muda mrefu haya maumivu yaondoka, hayaondoki. Haya maumivu hayatoki kwenye ulimwengu wa roho. Hayo maumivu yanatoka kwenye mashirikiano ulionayo. Badilisha mashirikiano, maumivu yataisha. Yaani usishirikiane na watu ambao Bwana hayupo pamoja nao. Na unaposhirikiana naye, jua namna sahihi ya kushirikiana naye. Kwa sababu Biblia inasema hivi, msifungiwe nira kwa namna isiyo sawasawa na wasioamini. Kwa hiyo iko namna iliyo sawasawa ya kufungiwa nira na wasioamini. Kwa hiyo issue hapa, hawa watu wote ni watu wa Mungu, lakini ukiamua kwenda na mtu asiye na Mungu, hata ujitie nguvu katika hicho unachokifanya, Bwana mwenyewe atakuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio kila wakati unapokutana na ugumu katika unachokifanya, huo ugumu unasababishwa na shetani. Saa zingine huo ugumu unasababishwa na watu ambao Mungu hayuko pamoja nao, ambao wewe unashirikiana nao. Ukitaka nguvu za Mungu za kukusaidia zikusaidie, kuwa makini unashirikiana na naye. Bwana Yesu asifiwe sana.